Hata mimi pia nimekumisi sana, lakini naogopa ujue. Sio unaogopa nini? Kuwa huru, jisikie nyumbani. Hayupo kama nilivyokuambia, amesafiri, sio kurudi leo wala kesho. Unajua kabisa nateseka kwa ajili yako. Sikupendi. Na hilo ndo jibu lako. Una amani sasa? Na siku nyingine usirudie kunisimamisha na kuniambia huu ujinga. Chuo cha chumba kina balani. Bosi mtoto. Mbona lia? Kuna tatizo eh? Tumia pesa zako ili umpate Pamela. Najua kwenye pesa hawezi kuruka kabisa. Amepatwa na msiba. Kafiwa na mjomba wake. Mjomba? White boy yuko sawa. Mbele ya pesa hamna kinachoshindikana. Asanteni kwa ushauri wenu. Twendeni. Kama tulivyojitambulisha mwanzo, ila kuna kitu nataka tukuulize kama utojali. Kuhusiana na nini? Umeolewa? Ya, nimeolewa. Uliolewa kwa ndoa ya Kiislamu, ndoa ya kimila au ndoa ya Kikristo? Niliolewa ndoa ya Kikristo. Vizuri. Kipindi uko mchumba, una mchumba wako ambaye ndio hiyo mume wako, watoto wako. Vipi, ulipitia changamoto gani kwenye uchumba? Kwenye uchumba wangu, uchumba wetu haukuchukua muda kiasi kwamba nipitie changamoto. Tulitumia miezi 3 ya uchumba ambazo sikukutana changamoto kabisa. Ya hondo yetu ilikuwa muda mfupi. Lakini kabla ya miezi 6 uliyosema, na hizi kwenye uchumba, mpenzi wako alikutea zawadi gani ambayo ulihisi huyu ni mwanamume bora katika maisha yangu, katika familia yangu? Umenifanya nikumbuke mbali sana kusema kweli. Hakuniletea zawadi kubwa sana, ila tu nikikumbuka nyakati zetu zilipokuwa nzuri, ila hamna zawadi kubwa sana alikuwa akiniletea, ni ndogo tu, big bomb nini kama hivyo. Nataka nikuulize kitu. Mliwahi kupima? Ndio kilikuwa kitu cha kwanza kabisa tu kipindi tulipojuana. Ingetokea mume wako akajulikana na virusi vya ukimwi, ungekubali kuolewa naye au ungemwacha? Sema kweli, niko njia pana. Kwa namna na jinsi nilipokuwa nikimpenda, sijui hata ningefanya nini wakati ule. Asante dada kwa kampani yako uliotuonyeshea. Sisi hatuna muda wakaa sana kwa sababu kuna sehemu tunazungukia nyingi. Kwa hiyo sisi tukuache ili tuwatembelee majirani wako, majirani wenzako. Kwa hiyo sisi ubaki na mchana mwema na mtoto mzuri, ubaki naye, sisi tuondoke jamani, si ndio? Ndio. Lakini kuna pesa kidogo hii hapa. Utamchukulia mtoto juisi. Tunashukuru kwa kampani yako. Asante. Ila kusema kweli, asante sana. Nimeenjoy sana kuwafahamu wanashow. Usijali, tutazidi kufahamiana, tutazidi kutembeleana. Kwa hiyo sisi tukuache wewe na mume wako na mtoto, na Mungu awabariki, awalinde, mzae mapacha kabisa. Chuo cha uchumba kina balaa.
Je. Abe. Naona umepoa sana. Kawaida. Pi. Nilikuwa na shida naye kidogo. Tunaweza kutoka? Unaweza kuongea tu hapa. Maana mimi najibu. Leta moja. Okay. Kuna kitu ambacho mimi kinanichanganya. Kuhusu rafiki yenu. Kikuwa amekuwa msumbufu sana kwangu. Unajua, ameshindwa kujua kwamba tumekuja kwenye chuo cha nini. Hajua sasa tumekuja kwenye chuo cha uchumba. Lakini kikweli mimi sipendi anavyofanya. Anataka kuwa na mahusiano na mimi wakati sina mudi kabisa. Basi nisaidieni, basi mwambie aache kunisumbua. Mimi najua nilichokifuata hapa chuo. Sasa jamani, yaani ameshindwa kujua kwamba hichi ni chuo cha uchumba. Na ukitaka kuwa mchumba inabidi awe na sifa gani. Lakini amekuwa msumbufu sana. Nazungumzia Pamela. Kikweli ananikosesha amani. Anataka kimapenzi. Sasa kikweli mimi sijajia mambo kama hayo. Mwambieni basi acha kunisumbua. Lakini Thate, Pamela anakupenda. Na kila siku hosteli wanakaa naomba Mungu akupate. Sasa ili kwa mtu muelewe. Alafu mwanamke hadi kusema anakupenda, ujue kapenda kweli. Mimi namsupport Thate. Wanda nakupa kuwa na Pamela. Kwa sababu Pamela ana matumizi makubwa sana. Alafu na kipato cha Thate ni cha chini sana. Wanda Thate anaogopa kuwa na Pamela kwa sababu Pamela ni mtoto wa kishua sana. Pamela akija kujua kama Thate anatoka familia ambayo haina kipato, sidhani kama atamkubalia. Alafu kipato cha Thate ni kidogo sana. Hakiwezi kumkizi nani? Pamela. Wanda anaogopa hicho. Alafu pia Pamela akija kugundua kazi anazofanya Thate, sidhani kama atamkubalia. Kuhusu kazi, usimesha yangu Pamela anajua. Sio kwa ajili watu, baki nishafanya kazi kwao ambao kwa dada yake ambaye ni Madam Sabrina. Kwa hiyo sijajua kwa sababu gani anipenda maskini kama mimi. Naombeni tu mnisaidie. Acha kunisumbua. Kikweli nakosa la hapa chuo tena. Kama anajua maisha yako, basi atakuwa anakupenda kweli. Sawa. Asanteni kwa ushauri wenu. Nitafanya kazi. Sawa. Yule demi namwacha. Maana hataki kuniambia ukweli. Nikimuuliza ametoka wapi, hataki kuniambia. Na kama unavyofahamu, huwezi kuwa na mchumba ufahamu alikotoka, alikuwa anaishije, ufahamu kabila lake. Anakuja tu hivi anataka kama uwe mchumba wake. Na unaelewa kabisa hapa chuoni kitu tunachojifunza. Huwezi ukawa na mchumba afu usifahamu. Kwa lazima umfahamu vizuri kama tunavyofundishwa hapa chuo. Kuna kazi nataka niwape. Na mkisi ni rafiki yenu. Kwenye simu yake ana picha ya Pamela na Misifa. Nilikuwa naomba mchukue zile picha, mwende stationery, mkazichapisha zaidi ya moja, halafu mzibandike darasani. Mimi nitawalipa. Nitawapa 100,000. Baada ya kazi naongezea 100,000 nyingine. Mkono mtupa ulambo. Toa sapampa, tufanye kazi. Au vipi mwana? Hakika. Kama uko serious. Sina keshi hapa. Nikutumia namba gani ya Voda au Airtel? Poa.
Soma sasa hapo ndo nikufafanulie. Anakuwa hivyo lakini si unanielekeza tu hapa. Mtu mwenyewe hata kusoma ujui. Kazi tu usumbufu darasani. Sasa kama ningekuwa sijui kusoma ningekujaje chuo sasa. Chama sana. Acha kulia basi. Nimeshakwambia Pamela hakupendi. Mimi ndo ninayekupenda kwa dhati. Sate! 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 Namuache. Mulika siku mimi tu. Hata kama ni maskini. Nishamvuta kupendwa. Ina maana acha wewe uniamini mimi. Pamela, amenizilisha vya kutosha.
maisha. Achana na maisha yako. Unanifuatilia mimi, utakuniua. Please, nakuomba, naomba niache. Naomba niache. Usinifuatilie mimi. Lakini wewe Pamela, hebu uelewe. Mwache na maisha yake. Usilazimisha kuishi na mtu ambaye hakutaki. Sati, acha kulia. Tuliza akili yako. Twende darasani. Habarini za asubuhi. Salama. Habarini za research. Nzuri. Mmekutana na changamoto gani? Hapana. Vizuri sana. Nasikitika kuwapa majibu yenu. Mmefanya vibaya sana. Inavyoonekana ninachokifundisha hamkielewi kabisa. Hasa wewe. Anyway, ni kundi moja tu lililofanya vizuri. Sate amefanya vizuri sana. Naomba tumpongeze. Kwa nini hamtaki kumpongeza? Karibu. Madam, utampongezaje mtu ambaye hayupo? Sawa. Ndio lile tangazo nililolisikia kwenye grupu. Inasikitisha sana. Kwa leo nitaishia hapo. Nitawapa siku nyingine matokeo vizuri. Hivyo basi natakiwa tujiandae kwa ajili ya kwenda kumfariji mwenzetu. Tunaelewana jamani? Ndio. Siara, fanya kama ulivyo utaratibu wa chuo. Mtu ambaye hatatoa pesa usimwandike jina lake. Sawa. Na kingine, naomba mkajiandae tukutane saa 10 kamili hapa chuoni. Tutaondokea hapa kwa ajili ya kwenda kumfariji mwenzetu. Na pia hamtokuja na sali tena. Mtakuja na nguo za nyumbani. Naomba mjitahidi sana kuvaa nguo za stara. Tunaenda msibani, hatuendi harusini. Wadada mjistiri. Pia wanaume mvae nguo nzuri. Tunaelewana? Ndio. Mimi niwatakie maandalizi mema. Kumbukeni kuwahi. Chuo cha chumba kina balaa nyingi, vijana kwa wazee kujifunza tu. Chuo cha chumba kina balaa nyingi,
msichana